Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabona na comment vile vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za muda huu ambapo tutakujuza nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama na nini kinachoendelea kujiri huko, vile vile tutakujuza nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari. Karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Kavumu ila ni Kabare mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa wakazi wa kitongoji cha Buliriko wameanza kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya kuzorota kwa usalama. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, harakati za wakazi kuondoka zilianza mapema Jumapili asubuhi ambako familia nyingi zilielekea katika maeneo ya Bahandaanda na Nzizi wakitafuta usalama. Wakazi hao wamesema wameamua kuondoka baada ya kile kinachodaiwa kuwa kuanzishwa kwa kambi ya kijeshi inayohusishwa na wapiganaji wa muungano wa M23 katika eneo hilo siku moja iliyopita. Mvutano huo umeongezeka kufuatia mlipuko mikubwa iliyosikika mapema asubuhi ya Jumapili, ingawa chanzo cha mlipuko hiyo bado hajathibitishwa rasmi. Sauti hizo zimezidisha hofu miongoni mwa wakazi ambao tayari walikuwa wakiishi kwa wasiwasi kuhusu uwepo wa vikosi vya kijeshi karibu na makazi yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha iwapo mapigano yamezuka au kama kuna watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na tukio hilo. Hata hivyo, viongozi wa eneo hilo pamoja na wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo huku akihofia uwezekano wa mapigano mapya. Kavumu ni maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu kutokana na shughuli za makundi yenye silaha katika jimbo la Kivu Kusini. Mara nyingi hali kama hii husababisha wananchi kukimbia makazi yao kwa hofu ya kukumbwa na mapigano au madhara mengine ya kivita. Kwa sasa wakazi waliondoka Buliriko wanaendelea kutafuta hifadhi katika maeneo ya jirani huku wakitumaini hali ya usalama itarejea ili waweze kurudia manyumbani kwao. Wakati huo mamlaka husika zinatarajiwa kutoa wito wa kutoa taarifa rasmi kuhusu hali halisi ya usalama katika eneo hilo na hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha ulinzi wa raia. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kutoka huko Kavumu ambako hofu ya usalama imewalazimu wakazi wengi kuondoka makwao kutafuta hifadhi katika maeneo mengine baada ya taarifa za kuanzishwa kwa kambi ya kijeshi na kusikika kwa milipuko mikubwa ya risasi asubuhi ya leo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako takriban wakazi 1145 wa mtaa wa Chai katika jiji la Bukavu mkoani Kivu Kusini wanaendelea kukabiliwa na tatizo kubwa la ukosefu wa maji safi na salama ya kunywa. Hali hiyo imeendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na mashirika ya kiraia kutokana na athari zake kwa afya na maisha ya kila siku ya wananchi. Kwa mujibu wa wakilishi wa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, vituo vya kuchotea maji vya umma vilivyojengwa mwaka 2021 havijawahi kuunganishwa na mfumo rasmi wa usambazaji wa maji safi. Kutokana na hali hiyo, miundombinu hiyo inaendelea kubaki bila kutumika licha ya matarajio ya kuwahudumia maelfu ya wananchi. Kutokuwepo kwa huduma ya maji safi kuna walazimu wakazi kutafuta maji kutoka kwenye vyanzo visivyo salama, hali inaongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa yanayotokana na matumizi ya maji machafu ikiwemo kipindupindu, kuhara na magonjwa mengine ya mlipuko. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa changamoto hiyo huwa kubwa zaidi wakati wa msimu wa kiangazi ambako upatikanaji wa maji upungua kwa kiasi kikubwa. Katika kipindi hicho, familia nyingi hulazimika kutembea umbali mrefu kutafuta maji au kununua maji kwa gharama kubwa, jambo ambalo linaongeza mzigo wa maisha kwa wananchi wenye kipato cha chini. Wananchi wa Chai wamezitaka mamlaka husika pamoja na taasisi zinazohusika na usambazaji wa maji kuchukua hatua za haraka ili kuunganisha mabomba hayo kwenye mtandao wa maji na kuhakikisha miundombinu iliyojengwa inaanza kutumika kwa manufaa ya jamii.
jamii. Wadau wa maendeleo wanaamini kuwa upatikanaji wa maji safi ni huduma ya msingi inayochangia kuboresha afya ya jamii, kuimarisha usafi wa mazingira na kupunguza hatari ya mlipuko ya magonjwa. Wanasema kuchelewa kukamilisha mradi huo kunaweka maelfu ya wakazi katika mazingira hatarishi. Kwa sasa maelfu ya wakazi wa mtaa wa Chai wanaendelea kusubiri suluhisho la kudumu, huku wakitumaini mamlaka zitachukua hatua za haraka kuhakikisha huduma za maji safi inapatikana kwa wote. Hiyo ndiyo hali ilivyo mjini Bukavu, ambako ukosefu wa maji safi unaendelea kuwa changamoto kubwa kwa maelfu ya wananchi na kuongeza hofu ya athari za kiafya hasa katika kipindi cha kiangazi. Tuendelee na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mjadala unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kampeni ya waziri wa vijana inayowahamasisha vijana kuunga mkono mchakato wa mabadiliko ya katiba kupitia kauli mbiu ya ndio na kubali. Hatua hiyo imeibua maoni tofauti kutoka kwa wananchi na wadau mbalimbali. Baadhi ya wakosoaji wanaamini kuwa katika kipindi ambacho nchi inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, juhudi zinapaswa kuelekezwa zaidi katika kuhamasisha uzalendo, ulinzi wa taifa, ajira kwa vijana na ujasiriamali. Wakosoaji au wanarejelea hali ya usalama katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda yanaendelea katika baadhi ya maeneo ya Kivu. Pia wanataja mashambulizi yanayohusishwa na kundi la ADF katika maeneo ya Beni, Lubero na Ituri ambayo yamesababisha vifo vya raia, maelfu ya watu kukimbia makazi yao na wengine kuwa wakimbizi. Kwa upande wake, waziri wa vijana Grace Kutino ametetea kampeni hiyo akisema kauli mbiu ya ndio na kubali inalenga kuhamasisha vijana kushiriki kikamilifu katika mjadala kuhusu mustakabali wa nchi. Kwa mujibu wake, vijana wengi wanaamini kuwa katiba inaweza kuboreshwa ili iendane na hali halisi ya sasa ya mahitaji ya jamii ya Kongo. Waziri huyo anasema lengo ni kuwa na katiba itakayojumuisha makundi yote ya jamii, kuimarisha uwakilishi wa wananchi na kuwapa vijana nafasi kubwa zaidi katika maamuzi ya kitaifa, utawala na ujenzi wa mustakabali wa nchi. Hata hivyo, swala la mabadiliko ya katiba inaendelea kuwa mojawapo ya mada inayozungumzwa mijadala mikubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapo wanaounga mkono mchakato huo wakisema unaweza kuendana mabadiliko ya wakati, huku wengine wakisitiza kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa kurejesha amani na usalama katika maeneo yanayokumbwa na vita kabla ya kuanzisha mageuzi makubwa ya kisiasa. Kwa sasa mjadala huo unaendelea katika duru za kisiasa na kijamii, huku wananchi wakisubiri maelezo zaidi kuhusu mwelekeo wa mchakato huu na athari zake kwa mustakabali wa taifa. Hiyo ndiyo hali ya mjadala unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kampeni ya kuhamasisha vijana kuunga mkono mabadiliko ya katiba, wakati nchi ikiendelea kukabiliana na changamoto za usalama katika baadhi ya maeneo ya mashariki. Tuende na habari za siasa na vita vinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelituhumu kundi la M23 kwa kumfukuza afisa mwandamizi wa jeshi la FARDC aliyekuwa ameteuliwa kushiriki katika mfumo wa pamoja wa kuhakiki wa usitishaji wa mapigano uliopanuliwa MCVA. Kwa mujibu wa serikali, hatua hiyo imeathiri utekelezaji wa utaratibu huo unaolenga kufuatilia na kudhibitisha uzingatiaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Taarifa hiyo imetolewa na naibu waziri mkuu anayeshughulikia ulinzi wa taifa Gui Kabombo wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa mjini Kinshasa, mjini Kanyamakasi. Serikali imeeleza kuwa afisa huyo alifukuzwa kutoka mjini Goma bila sababu yoyote ya msingi kutolewa, jambo ambalo limeelezwa kuwa ni kikwazo kwa juhudi za kuanza kazi rasmi
cha chombo hicho. Kwa mujibu wa mamlaka za Kinshasa, MCVA imeundwa kwa lengo la kufuatilia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano, kuchunguza madai ya ukiukwaji wa makubaliano hayo na kuwasilisha matokeo ya uchunguzi kwa wapatanishi wanaosimamia mchakato wa amani. Serikali ya Kongo inaonya kuwa tukio hilo linaweza kuchelewesha kuanza kwa shughuli za chombo hicho, kwani hadi sasa afisa aliyefukuzwa hajabadilishwa rasmi na mwingine. Hali hiyo imefanya utekelezaji wa majukumu ya MCVA kusubiri hatua mpya kutoka kwa mamlaka husika. Kwa upande wake, serikali imeeleza kuwa ushirikiano wa pande zote zinazohusika ni muhimu ili kuhakikisha uratibu wa kusimamia usitishaji wa mapigano unafanya kazi kwa ufanisi. Inaamini kuwa bila ushirikiano huo itakuwa vigumu kudhibitisha kwa uwazi matukio ya ukiukwaji wa makubaliano na kuendelea kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya wahusika wa mzozo. Hadi sasa M23 haijatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo zilizotolewa na serikali ya Kinshasa. Kutokuwepo kwa mwitikio kutoka upande huo kuna maanisha kuwa madai ya serikali bado hayajathibitishwa kwa njia huru. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha changamoto zinazoendelea kujitokeza katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wadau wa mchakato wa amani wanatarajiwa kutafuta suluhisho litakalowezesha utaratibu wa ufuatiliaji kuanza kazi haraka ili kuongeza uwazi, kujenga amani kati ya pande zinazosimamia kuimarisha juhudi za kurejesha amani ya kudumu huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa, habari au simulizi ambayo itakujuza nini kinachoendelea huko pembe zote za dunia kupitia Radio BBC Swahili. Karibu. Simulizi ya kusisimua ya mtu anayeshtakiwa kuwa miongoni mwa vinara wakuu wa biashara ya dawa za kulevya kutoka China, ambaye anatajwa kuwa miongoni mwa vinara wa mgogoro unaofahamika kama fentanyl. Anajulikana kwa jina la Brother Wang, lakini magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico yalimpa jina jingine la mfalme wa fentanyl. Simulizi kutoka nchini Mexico inafuatilia safari yake ya kusisimua kutoka kileleni mwa mafanikio hadi kwenye anguko lililotikisa mtandao wa biashara hiyo haramu. Anajulikana kwa majina mengi ya utani, lakini jina lake halisi ni Zhang Zidong, raia wa China mwenye umri wa miaka 39, anayeshukiwa kuwa kiungo muhimu kati ya viwanda vya kemikali vya China na magenge hatari zaidi ya biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico. Jamii za China zimekuwepo nchini Mexico kwa zaidi ya karne moja. Ndani ya jamii hizo, katika eneo lisilo wazi kati ya biashara halali na uhalifu wa kupangwa, pia kumekuwepo mitandao halifu ya Wachina. Zhang Zidong alifahamu dunia hiyo kwa undani. Akiwa na uwezo wa kuzungumza Kihispania kwa ufasaha, alipata kazi katika sekta ya uchimbaji madini na akajenga mahusiano yenye ushawishi mkubwa pande zote mbili za bahari ya Pasifiki. Uhusiano wake na wazalishaji wa kemikali nchini China ulimwezesha kupata kitu ambacho magenge ya dawa za kulevya na ya Mexico hayangeweza kupata kwa urahisi: kemikali muhimu zinazotumika kutengeneza fentanyl. Kwa kuwa alielewa vizuri tamaduni zote mbili na kuzungumza lugha zote kwa ufasaha, waendesha mashtaka wa Marekani wanaamini kuwa aliaminiwa na magenge mawili makubwa zaidi ya biashara ya dawa za kulevya nchini Mexico: genge la Sinaloa na Jalisco New Generation, CJNG. Inadaiwa kuwa alikuwa akipata kemikali hizo kutoka China, akisambaza kwenye maabara za kutengeneza dawa za kulevya na kusafirisha dawa hizo kuelekea Marekani. Mnamo Oktoba mwaka 2024, mamlaka za Mexico zilimkamata. Hata hivyo, simulizi ya kuishia hapo. Matukio yaliyofuata yalikuwa bado hayajamalizika. Mtaa huu ulioko kusini mwa jiji la Mexico ndio mahali ambapo simulizi za Zhang Zidong ilichukua mkondo wake wa kushangaza zaidi. Katika uamuzi uliotajwa kuwa wa utata mkubwa, jaji aliamuru ahamishwe kutoka gereza lenye ulinzi mkali na kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani. Uamuzi huo ulisababisha matokeo mabaya. Tarehe 11 Julai mwaka jana, Zhang anaripotiwa kuharibu kifaa chake cha ufuatiliaji wa kielektroniki, akapitia handaki lililounganisha nyumba aliyokuwa akizuiliwa na nyumba ya jirani. Kisha akatoweka, huku maafisa usalama waliokuwa wakilinda nje ya nyumba hiyo wakiwa hawajatambua chochote kilichokuwa kinaendelea.
Tukio hilo lililotokea wakati ambapo Marekani ilikuwa ikiongeza shinikizo kwa Mexico ili kuimarisha vita dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa Washington ilikuwa chanzo cha taharuki, huku kwa jiji la Mexico ikiwa ni mgogoro mkubwa. Kwa sababu Zhang hakuwa akiendesha operesheni zake peke yake, kwa mujibu wa hati ya mashtaka, vyombo vya sheria vya Marekani viligundua zaidi ya kampuni 150 za kificho na akaunti za benki 170 zinazodaiwa kuhusishwa na mtandao wa Zhang. Zhang alikuwa na upekee fulani. Wachunguzi wa Marekani wanaamini kwamba kuna watu wengine kama yeye wanaozungumza lugha mbili kwa ufasaha, wanaoelewa tamaduni zote mbili na wanaofanya shughuli zao kwa siri bila kuvutia umakini wanapoendesha shughuli zao katika mazingira hayo. Culiacán, mji mkuu wa jimbo la Sinaloa, umekuwa kitovu cha shughuli za genge la Sinaloa, mojawapo ya magenge yenye nguvu zaidi ya biashara ya dawa za kulevya duniani na mteja muhimu wa Zhang Zidong. Tofauti na cocaine na heroin, fentanyl hutengenezwa maabara kwa kutumia kemikali maalum badala ya mazao. Kilo moja ya kemikali hizo inaweza kutengeneza vidonge vya fentanyl vyenye thamani ya zaidi ya dola milioni 1 za Marekani. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Zhang Zidong alikuwa kiungo muhimu katika usambazaji wa kemikali hizo kwa magenge hayo. Zhang Zidong alitajwa kuwa mtu muhimu katika biashara ya fentanyl nchini Mexico na mmoja wa waratibu wa Sinaloa mjini Culiacán. Tunahifadhi jina lake ili kulinda usalama wake, anamuelezea. Gracias a él se puede decir que la unión de los carteles fue que nació. Entonces sí podría ser el número 1, el rey, porque prácticamente todo el producto se elabora con material chino, mayormente todo. Entonces gracias a él nació, o se puede decir que se expandió ese producto. Zhang Zidong alikaribia kufanikisha mpango wa kutoroka kwa ujasiri baada ya kuvunja kifungo cha nyumbani. Inadaiwa alisafiri hadi Cuba kisha akaelekea Urusi, lakini maafisa wa mpaka wa Urusi waligundua nyaraka zake za kughushi na kumrudisha Cuba. Huko Cuba, walinzi wa mpaka walibaini utambulisho wake halisi na kumrejesha Mexico kabla ya hatimaye kupelekwa Marekani, ambako sasa anakabiliwa na mashtaka ya kuendesha biashara haramu ya dawa za kulevya. Zhang Zidong amekana mashtaka yanayomkabili na bado yuko chini ya ulinzi wa serikali ya Marekani. Swali linalobaki ni ikiwa kukamatwa kwake kumeathiri kwa namna yoyote mnyororo wa usambazaji wa kemikali na biashara ya fentanyl. A pesar de que ya no esté, yo siento que la producción sí ha disminuido un poco. Pero como le digo, la gente siempre va a buscar conseguir una manera. Y sí, ha disminuido, porque tanto el gobierno de aquí como el gobierno de allá se dan cuenta de la situación y el problema. Tuliwasiliana na wakili wa Zhang, lakini kwa kuwa kesi bado inaendelea mahakamani, alikataa kutoa maoni yoyote. Asante wapendwa wasikilizaji na watazamaji kwa kuandamana nasi mpaka mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment, vile vile una partage. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za jioni, ambapo utakujuza nini kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante.